Haya, let's go sasa. Twenzetu. Haya, sasa hapo mnanipata sasa? Hapo unanipata? Naomba kujua kama mnanipata kwa sababu somo lilikata na pale mwisho ilikuwa mambo yalikuwa hayaendi. Hapo mnanipata waheshimiwa? Hapo vipi? Mnanipata? Semeni kama mnanipata tuendelee, maana tunapoteza muda. Yes sir. Okay, safi. Let's go sasa. Okay, sasa jambo la msingi ambalo nazungumzia ni kwamba kwa nini somo hili ni muhimu? Kwa nini somo hili ni muhimu? Kwa nini somo hili ni muhimu? Kwa sababu utajua hali yako ya kiuchumi, mazingira, na uanze na fursa zipi. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho nilikuwa najaribu kuzungumzia kwa wakati ule. Haya, sasa naomba nirudie tafsiri ya fursa au biashara. Kumbuka tunaangalia somo ambalo linajaribu kutaka kutuonesha kwamba pesa ziko wapi katika mradi wa kuku. Tunataka kuangalia pesa ziko wapi katika mradi wa kuku. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho nataka tuangalie. Na somo mama ambalo najaribu kutaka kuonesha linasema fursa na biashara 20 katika mradi wa kuku. Kwa maana ya msingi ni kwamba ziko opportunities nyingi, ziko biashara nyingi. Jambo la msingi ambalo nitaka kuzungumzia mwanzoni kabisa kabla sijaingia huko deep ndani ni kwamba kwenye hii biashara, kwenye haya maisha, mradi wa kuku umeshakuwepo miaka mingi sana, lakini kitu ambacho hakijakuwa wazi mpaka sasa hivi ni fursa gani zilizopo. Watu ambao wameshagundua opportunities zilizopo kwenye mradi wa kuku wanazishikilia kiasi ambacho yani sio nikwambiaje unielewe, yani zimeshikiliwa zile opportunity na wanapiga hela, wale wanatengeneza pesa. Sasa kwenye biashara, kwenye maisha kuna vitu viwili. Kuna kitu kinaitwa fursa. Fursa ni wazo ambalo bado halijaonekana, kama tunasema kwamba ni wazo la biashara ambalo limejificha. Hiyo inaitwa fursa. Tunasema is a hidden opportunity. Hiyo inaitwa fursa. Lakini kuna biashara, kuna wazo ambalo ni biashara tayari. Yaani kila mtu anajua hii ni biashara. Kila mtu anajua hii ni biashara. Sasa jambo la msingi ni kwamba kwa nini unatakiwa ujue kwamba kuna nini huko kwenye biashara ya kuku? Ni kwa sababu itakusaidia kujua kipi uanze nacho, kipi kitafuata baadaye. Unajua unaweza kuwa na vision, una mawazo makubwa sana ya kufanya mradi wa kuku, lakini jamani, siku zote kuna sehemu ya kuanzia. Yaani kuna sehemu lazima ukubali kwamba hapa ndio naanzia. Halafu kule ambako nakuona nitakuja siku moja. Sawa? Hicho ndio kitu cha msingi. Sasa tuangalie baadhi ya opportunities ambazo naweza nikakuelezea kwa haraka. Namba moja. Kwenye kuku kuna kitu mimi napenda kukiita biashara ambayo inaitwa zao la kuku mwenyewe. Zao la kuku mwenyewe. Kwenye kuku unaweza ukauza kuku. Yaani ukaingia kwenye biashara ya kuku na ukauza kuku. Umeelewa vizuri? Yaani unaweza ukauza kuku. Kwenye kuku unaingia na ukauza kuku. Sasa mara nyingi sana watu wanamuona kuku katika njia hii hapa. Anaingia kwenye kuku, anafuga kuku, atataga mayai, akishamaliza kutaga ndio atauza yule kuku. Yaani ndio tumezoea hivyo. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Kwa mfano, tunapozungumzia kuku, maana ni kuku kwa kuanzia miezi 5 na kuendelea. Hapa katikati hapa mbona kama kuna kitu nakiacha. Mimi wanapenda kuna kitu kinaitwa vikuku vile vya saizi ya kati. Kuku wale wa saizi ya kati, mimi napenda kuita vikuku. Pale pana fursa pale. Fursa iko wapi? Kwenye vikuku kuna vitu viwili. Kuna vijogoo na kuna vitetea. Nisikiza vizuri. Kuna vijogoo na kuna vitetea. Vile vikuku vya saizi ya kati pale kwenye miezi 3.5, 4 hapa. Anzia tu kwenye miezi 3, 4.5. Pale kuna vijogoo pana vitetea. Leo kwa mfano ukiangalia tunakoelekea, wenzetu wa Kenya wameshaweza. Ni sisi tu kuamua kupambana. Wa Kenya kuku wa chotara wanaita kienyeji chicken. Na soko linaelewa hivyo kwamba ndio kienyeji.
Huwezi kukuta mtu mwenye kuku wa kienyeji ana kuku 500 awapoga wa kuku 1000, hayupo huyo mtu. Unafuga kuku 500 1000 wa kienyeji unaweka hapa. Wenzetu wameshafanikiwa kuwaita kienyeji chicken. Kwa nini? Wameingia kwenye project ya chotara serious. Kwa maneno hayo na kwa lugha hiyo ni hivi. Leo kwa mfano, ukiangalia sokoni kati ya kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa, wepi wanapendwa? Hasa hapa naomba mnipe ushirikiano. Andika hapo chini. Wanapendwa kuku wa kisasa au wanapendwa kienyeji? Anza na wanapendwa ili nijue umejibu swali gani. Kati ya kuku wa kisasa na kuku wa kienyeji, wepi wanapendwa? Andika hapo. Mkinipa ushirikiano kwa spidi mtajifunza vitu vingi. Msiponipa ushirikiano muda wangu utaisha, alafu nitawaacha. Andika hapo, wanapendwa kuku wa kienyeji au wanapendwa kuku wa kisasa? Safi kabisa, huyu amenisaidia kujibu kwa haraka. Wanapendwa kienyeji, wa kienyeji ndio wanapendwa. Safi. Haya, twende kazi. Kati ya kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa, wepi wanauzika sokoni? Tubadilishe sama safi, naona mnaendelea kuandika. Safi sana, asanteni kwa ushirikiano. Sasa tuhamie kwenye safi sana. Asanteni wote ambao mmenipa ushirikiano wa kuandika wanapenda. Tubadilishe sasa nani? Twende kwenye swali lingine. Tujibu swali lingine. Kati ya kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa, wepi wanauzika sokoni? Kienyeji wanauzika. Haya, twende kazi. Huyu amesema wa kisasa, mwingine wa kisasa wanauzika, mwingine wa kisasa magazi ameshashinda, mwingine wanauzika sana wa kisasa. Safi sana. Mwingine wa kisasa wanauzika. Safi, mmejibu vizuri. Sasa kwenye maisha iko, kwa nini kinachopendwa sicho kinachouzika na kinachouzika sicho kinachopendwa? Sasa hapa ndio unisikilize vizuri. Watu wananunua wanachokiona, watu hawanunui wanachokipenda. Naomba nirudie vizuri. Kwenye kitu kinachoitwa tabia, tabia ulizonazo hazijatokana na vitu unavyovipenda, zimetokana na vitu unavyoviona. Watu wananunua wanachokiona ambacho ni rahisi, sio gharama. Rafiki yangu nisikilize vizuri, najua mtasema gharama, sio kweli. Watu wananunua kitu wanachokiona, hawanunui kitu wanachokipenda. Hiyo pointi ya kwanza. Pointi ya pili, kwa nini gharama ya kuku ambao wanaonekana ni wa kienyeji inaonekana ni kubwa? Ni kubwa kwa sababu ni wachache. Kwenye biashara kuna kitu kinaitwa demand and supply. Mahitaji yanapokuwa machache, gharama inakuwaje? Mahitaji yanapokuonekana ni makubwa, gharama inakuwaje? Simple and clear. Logic ni hii hapa. Ukiweza kusababisha kile kitu ambacho kinaonekana kinapendwa kikapatikana, manake wewe una nafasi kubwa ya kuweza kufanya soko. Kosa ambalo mnafanya naona mnaomba somo lisogee mpaka saa 3:30. Mmenogewa? Haya bwana, unaweza kujiona nimefundisha kitu kimoja tu, maana mambo ni mengi. Sikiliza vizuri, hiyo ni opportunity my friend. Najua wewe, yani hata nikiwaambia muendelee kujibu mtanijibu hivyo wote. Nisikilize, ndio kitu nataka uchukue. Mambo ya gharama, sio mambo ya nini, achana nayo huko pembeni. Hii ni opportunity. Sasa hivi kwa mfano, ukaamua kufocus akili yako, nataka nizalishe vijogoo vya kuku wa chotara vya miezi 3.5. Nataka nitengeneze jina, watu wajue kwamba pale watapata kuku.
unaingia sokoni vizuri sana, unaanza kupiga hela, unaanza kupiga pesa. Kivipi? Watu wakishajua unauza kuku. Leo kwa mfano kuna masherehe, kuna masikukuu, ukiangalia kuku wa chotara wa miezi 3.5 ni lipande la kuku. Ukiangalia vile vikuku vya kisasa vya ajabu ajabu vile havimtoshi kuku wa chotara. Watu hawaoni nani anauza, ndio maana hawakupi attention, kwa sababu hauna. Mnahangaika, unataka kuuza kila kitu, ueleweki. Jamani, kuna maisha rahisi. Wale kuku, yani sasa hivi amua kutengeneza title, kutengeneza jina. Shida ni moja, leo unauza mayai, kesho unauza majogoo, kesho unauza hiki, kesho hiki. Wewe ueleweki, ndio maana watu hawakuelewi. Sasa angalia unachofanya. Mnachokosea ni kitu kimoja. Unapoanza biashara, usikosee kitu kinaitwa positioning and branding. Naomba nirudie. Unapoanza biashara, ukishakosea mteja wa kwanza, umeisha. Wateja wana tabia moja. Hivi, huu maskini nani aliyotuloga? Wewe ukiamua ukasema nataka mimi niwe bingwa wa kuuza vijogoo. Nani nataka awe mteja wangu? Nataka mteja wangu awe sherehe, ubarikio, sendiofu, harusi, sijui kilikwenda, si ndio? Sasa unafanya hivi, kwa sababu wateja wangu ni kuanzia sherehe, mimi nauza bando ya kuku kuanzia 20, sio kuku mmoja. Kitendo cha wewe kuuza bando la kuku kuanzia 20, wale customers ambao ni sherehe wataanza kuambizana, watakuletea mteja ambaye naye atanunua bando. Kama nilivyosema, ukiwa unafanya biashara, achana na mambo ya matatizo ya nyumbani kwako, kumbuka matatizo ya wateja. Watu wakiwa na discuss kwenye vikao vyao vya budget, namna gani watahakikisha kwamba sherehe watu wameshiba, sherehe watu wamekula, wanachokijadili ni kwamba tutanunuaje kuku watoshe. Wale watu wakianza kudiscuss kwenye masherehe, umeshakuwa bilionea, umeshakuwa tajiri. Shida ni moja, unafikiri kwamba unapouza vitu vyako bei rahisi ndio utapata wateja wengi. Hauja qualify kupata wateja wengi. Wewe bado ni mdogo. Unapokuwa mdogo, inabidi upate wateja wanaokulipa pesa nzuri, tena wawe wachache. Kwa sababu gani? Siku zote ukiwa unajitafuta, gharama ulionayo wewe ni ya muda na akili. Mtu yoyote anayetumia muda na akili, kazi ya kwanza inabidi asitengeneze product, tuseme za bei rahisi, inabidi atengeneze product ya bei ghali. Ili atengeneze product ya bei ghali, lazima afocus soko ambalo linahitaji product ambayo mtu mwingine hawezi kuitengeneza. Jamani, hebu niambie kuanzia sasa umaskini unaenda kuondoka. Hata unitie moyo tu kwamba uniambie, mwalimu, umaskini unaenda kuacha. Hebu muandike hapo chini. Mseme tu, hata mnitie moyo, kwa sababu huu umaskini sijui umetoka wapi. Unahangaika mno. Hii ni business. Wewe sikiliza, ukipata tu mteja mmoja wa sherehe, umeshapiga faida hata 200,000, 300,000. One customer umeshatengeneza pesa. One customer umeshapiga hela. One customer. Unahitaji wateja wengi, unahitaji mteja mmoja tu, sherehe moja tu, one customer. Sasa sikiliza, yule mteja mmoja atanunua kwako bando. Wakiendelea, sikiliza, mimi nishaikuwa mwenyekiti wa sherehe. Sherehe hii mimi ni mwenyekiti, sherehe hii ni katibu, sherehe hii ni nani, nina vikao 4. Wewe umenisupply kuku mimi vizuri, nitaenda kukusemea mahali. Na kwa sababu nafuga kuku ambao ni makuku ambayo mtu akipiga mahesabu kwenye sherehe anasema, angalia sasa, pande. My friend,
Aya, sio nikwambiaje unielewe. Hilo nimezungumzia soko moja. Kwa nini nasema ni opportunity? Ni opportunity kwa sababu kosa ambalo mnafanya watu wengi, unakimbilia wengi walipo badala ya kukimbilia kwenye mind. Unakimbilia kuku wa kisasa. Hii ni siri ya maisha. Siku zote tajiri huwa haangaishi akili, anaangaisha pesa yake. Hivyo basi anafanya kitu ambacho tayari kinaonekana sokoni kina hela. Wewe ambaye unajitafuta, usifanye kitu tajiri anafanya, utakula hasara. Unacheza kamari. Wewe fanya kitu ambacho unatumia akili. Tajiri si anataka vitu vya chap chapu, kwa sababu pesa yake si anataka izunguke. Take time. Zalisha product ambayo itachukua muda lakini ni quality. Nimekuonesha opportunity kwenye Vigogoo. Kuku wa saizi ya kati, si ndio? Umeshanielewa? Haya, naomba niongee kwa maneno ambayo ni kawaida kabisa. Ukiuza Vigogoo vile vya miezi 3.5, miezi 4, hapo katikati utapata masherehe. Sasa fanya hivi. Siku zote unapoingia kwenye biashara, nimeshasema kwamba tunaanza na soko, si ndio? Angalia soko lako litakuwa lini, nani utamuuzia, anataka product ya sifa gani. Masherehe yapo. Kuna ubarikio, kuna harusi, kuna Christmas, kuna mwaka mpya, kuna 8/8, kuna siku za uhuru. Angalia yale matukio ambayo yanakusanya watu wengi kwa wakati mmoja. Anza kuangalia wale watu wenye authority kwenye yale matukio. Anza kuwapa taarifa kwamba wewe ni shujaa wa kuzalisha kuku ambao wanatosha makundi ya namna hiyo. Kusanya data za wale watu. Anza kidogo kidogo. Tengeneza jina. Fanya kwa muda mrefu. Baada ya muda tunazungumza mambo mengine. Haya, kupitia hiyo biashara, naomba nikuhamishe sehemu nyingine uone kitu kingine. Ngoja nikuoneshe kitu kingine hapa. Tumesema kuna Vigogoo, kuna vitetea. Tuhamie kwenye vitetea uone. Leo hii kuku wa miezi 3.5, kuku wa miezi 4, Vigogoo uliuza vikatumika kama nyama, si ndio? Vitetea vinatumika kama kiwanda. Unamuuzia mtu mgodi. Juzi hapa na mwanafunzi wangu anaitwa Tabita, amenunua kuku, iko ni shilingi ngapi ile? Kumbuki tena vizuri, lakini kanunua kuku wengi wa umri mkubwa. Of course yupo kwenye program yangu ya premium. Wanafunzi wa program ya premium, shida sio pesa. Shida wanataka wanachokitaka. Jamani wanafunzi wangu, niwaambieni kitu kimoja. Hebu sauni matatizo nyumbani kwenu. Kama hauna hela, sio kwamba watu hawana hela. Naomba nirudie. Ukitaka kuwini kwenye haya maisha, yaani sijui nisemeje muelewe. Sahau matatizo ya nyumbani kwako. Hujalipa kodi. Sahau kwanza. Focus na mteja. Ngoja nikupe siri. Hawa kuku hautawauza kama ulivyouza wale wanyama. Kuna watu sasa hivi wako hivi, yuko tayari kulipa pesa yoyote. Ni mfanyakazi anafanya kazi benki, ni mwanasheria, ni mfanyabiashara aliyo busy. Ana pesa, hana shida ya pesa, ila ana shida ya kuwa na mradi ambao ni simple pale nyumbani. Awe na kuku wake 20, hawa kuku 20 anataka apate mayai. Haya mayai, watoto wake wakiamka asubuhi wapate mayai ambayo wakipasua yana kiini cha njano, watoto wake wanakula, maisha yanaendelea.
hana muda wa kukaa na kuku wa kifaranga wa siku moja, sijui wa mwezi. Anataka apate kuku ambaye akimwingiza kwenye banda, akikaa mwezi mmoja, anaanza kutaga. Siku zote mtu mwenye pesa hana muda, na mtu mwenye muda hana pesa. Ambacho wao wanakifanya, huwa wanauziana. Mwenye muda anamuuzia pesa asiye na pesa, mwenye pesa anamuuzia muda asiye na muda. Simple and clear. Sasa angalia kinachotokea. Kama vijogoo vya saizi hii uliuza 12,000 vitetea utauza 18,000 mpaka 20,000 vya saizi ile ile. Jamani, yaani kwenye hii dunia bwana, kosa vyote lakini tusikose maarifa. Unaweza kupigwa na jua hii dunia, mpaka unasema hivi, hili jua Mungu aliniumbia mimi au? Niona hata moto wenu basi, kama mnanielewa au naongea mwenyewe. Kwani mnafikiri nini? Mimi nawapa madini, mnafikiria nini? Mbona mwandiki? Kazi ipo. Yaani hao kuku ni majogoo. Umeuza 12,000, 13. Matete yake unauza 18,000 mpaka 20. Kwa sababu gani? Huku unauza kiwanda, huku unauza bidhaa. Kuna tofauti kati ya kuuza kiwanda na bidhaa. Huku kwenye vitetea umeuza kiwanda. Mimi mwenyewe sitaki stress kwenye maisha yangu. Yaani mimi kwenye maisha yangu niko tayari kulipa pesa yoyote ili mali nataka bidhaa nayoitaka. Yaani hiyo ndio principle ya maisha. Nilishajisemea kwenye maisha. Sitaki stress. Sitaki kwanza mtu akunipa stress, sitaki bidhaa za kunipa stress, sitaki maisha kunipa stress. Yaani mimi niko tayari kulipa pesa yoyote ili mradi nitapata kitu ninachokitaka. Simple. Wewe nizalishie, nipatie kitu ninachokitaka, nitakupa hela. Kwa naelewa ninachokiongea. Kuna watu wana hela, hawana shida ya hela. Wanachotaka ni kwamba wapate bidhaa wanayoitaka. Sasa angalia. Wewe umemuuzia huyu jamaa ni mtu wa benki. Ndio? Umemuuzia kuku wake ngapi unajua? 10 tu. Na jogoo moja 11. Alafu natengeneza mfumo ambao unasema mimi wateja wangu wa batch, mimi nauzia 10 na jogoo au moja. Au sio? Sasa unafanya hivi. Ukishamuuzia huyu jamaa, wanasema hivi, kwenye maisha kila mtu unayemuona, huyu mtu mmoja huyu, nyuma yake ana watu 20 wa karibu bara. Yaani watu 20 wa karibu bara ni watu ambao wako pete na kidole. Ukimfanyia vibaya anaenda kukutangaza kwenye watu 20. Ukimfanyia vizuri anaenda kukutangaza bila kumwambia, bila kumlazimisha. Mimi nakumbuka kwenye biashara yetu ya mboga, wale jamaa wakija kununua nawaambia usiende kumwambia mtu. Tunashangaa wanakuja. Unashangaa wanakuja. Wanakuja sasa, hapa wametoka wapi? Wanakuja. Wanakuja, tumesikia mna mboga. Unajua nawaambiaje? Mmeambiwa kila kitu. Mmeambiwa kila kitu. Mmeambiwa bei, mmeambiwa muda tunauza, na mmeambiwa condition zetu. Hatuuzi kuanzia za hatuuza 300, hatuuza 500. Na hatuuzi muda wote. Sisi tunauza asubuhi na jioni basi. Mmeambiwa kila kitu. Tumeshaambiwa bwana. Na mmeambiwa kwamba hapa hatumuuzi kila mtu. Jamani samani, mnaweza mkatuuzia usi. Sikiliza. Huyu hapa si amekuungisha wewe kuku wa 20,000.
akikana wenzake kwenye kupiga story pale benki, anawaambia hivi, nyinyi nilisikia wao wanasema hivi, si unataka kufuga kuku sijui na nini, alafu najua kwamba hapa kazini tunaingia mapema kiasi hiki. Hivi hebu niambie, utakuwa na muda wa kusimamia kweli? Aisee, yani hapa nawaza kale kama mkopo kangu ambako nimechukua. Itakuwaje? Mbona acha mambo yako ya ajabu. Kuna mtu fulani hapa anaitwa Uchumi Zaidi. Anakupa kuku wasio na stress. Anakupa kuku ambao yani ukikaa nao tu mwezi mmoja wanaanza kutaga, lakini bei zake ni 20,000. Hamna shida madam. Mimi sina shida kabisa madam. Aise, maisha jamani. Jamani, mimi muda wangu umeisha na nimezungumzia biashara moja. Kuna comment yote? Muda wangu umeisha. Aise. Mnasemaje? Muda umeisha. Hapo nimezungumzia tu biashara moja na ziko 20. Nifanyaje? Mniambie hapo. Mniambie. Muda umeisha. Muda bado mwalimu. Jamani, sasa tutoke mimi. Ongeza muda. Ongeza nusu saa. Nyinyi vipi? Wale dakika 30. Wapi Gilbert? Mwalimu bado ongeza muda. Wapi? Jamani. Jamani. Ngoja niongeze dakika 15. Au sio? Ngoja niongeze dakika 15. Sikiliza, bado sana. Twende mpaka saa 6 wewe. Nyinyi mmenifanya mimi kituko chenu nyinyi au? Au nyinyi wanafunzi wangu nyinyi jamani. Nimekaa na nyinyi siku 10. 10 days. Jamani, 10 days. Wanafunzi wangu nyinyi yaani hapana jamani. Wakati niliambiwa kwamba ukiwa unakaa na watu sana wanakuchoka. Mbona nyinyi hamjanichoka? Hamtaki? Hamjachoka? Mimi niondoke zangu. Wanafunzi hao. Haya bwana. Mimi niseme nini sasa? Na nguvu bado ninayo. Mungu amenipa nguvu. Haya, naongeza nusu saa, msijali. Nawapenda wanafunzi wangu, msijali. Naongeza nusu saa. Kumbuka tumeongea biashara moja tu. Au tujiongea biashara zingine, sawa? Haya, dakika 10 hazitoshi. Siku 10 hazitoshi. Wewe ndio mkombozi wetu mwalimu. Haya, nashukuru. Msijali. Naomba niongezee dakika 30. Twende mpaka saa 3:30, alafu at least nitakuwa nimeongea kitu. Of course niwaambie tu kweli kwamba ukweli ni kwamba umaskini basi. Sitaki kuongea maneno mengi. Umaskini basi. Nakupa kitu ambacho ukienda kufanya unaenda kupata hela. Sitaki kukufurahisha, nataka kukuambia kitu ambacho tumalizie mpaka Ijumaa. 10 days bwana zimeisha jamani. Okay, naongeza dakika 30 twende kwenye somo. Naamini umenielewa napozungumzia opportunities, napozungumzia fursa. Nisikilize vizuri. Okay, na zawadi pia. Kwa hiyo nisikilizeni mpaka nusu saa kisha ndo hapa zawadi. Kwa sababu nimegundua nikiwaacha hivi hivi nitakuwa siwatendea haki. Kwani na zawadi nimewaandalia ambayo ni nzuri sana. Nitashare na nyinyi, lakini nitajitahidi mpaka dakika 30 at least ni balance vile vitu ambavyo naona vitaweza kuwasaidia. Twende kazi. Sasa niko hivi. Hii biashara ya kwanza ni biashara kubwa sana na ni biashara ambayo ukizingatia itakusaidia. Sawa? Najaribu kukupa picha. Leo kwenye mwaka tuna maadhimisho mengi, tuna matukio mengi ambayo unaweza kuyatumia na ukauza kuku. Lakini pia unaweza kutumia hii idea ya kuuza vitetea. Kitetea ni kiwanda. Na ngoja niwaambie kitu. Usio unafanya vitu ambavyo unasema wengi sasa watanunua. Tatua tatizo. Siri ya maisha imefichwa kwenye kutatua tatizo.
Unaweza kuona watu hawapo, wapo. Watu wanakaga vikao, wanaongea, wakiongea wakuongelee wewe nini? Tatua tatizo. Naomba nirudie, tatua tatizo. Ukiwa unajitafuta, usifanye vitu kila mtu anafanya. Fanya kitu ambacho wengine wakitaka kukopi lazima wakae chini. Wewe sasa hivi umetoa muda kunisikiliza mimi, ndio gharama kubwa ambayo watu hawawezi kutoa. Watu wako tayari uwape pesa, hawako tayari kutafuta maarifa. Kwenye maarifa ndio zimefichwa pesa za kudumu. Umefanya kitu kikubwa kutoa muda kusikiliza na kujifunza. Usiende kufanya kama wale watu ambao wa mtaani. Utakuwa sio mwanafunzi wa Ahazi. Ahazi ataumia. Sawa rafiki yangu? Asante kwa sababu naenda kufanya. Naomba tuende biashara nyingine. Hizo zingine mtaziona, nitawapatia hichi kitu ambacho nafundisha. Nimeambia nitawapatia zawadi. Kwa hiyo wale ambao mko serious mtachukua hatua. Twende zao la pili. Nyama. Sasa angalia. Pale mwanzo uliuza vijogoo. Uliuza kama vijogoo kabisa, vijogoo. Sasa hii biashara ya pili, amua kuuza nyama. Sikiliza. Leo ukiangalia mabucha ya ng'ombe yapo. Mabucha sijui ya mbuzi yapo. Lakini ni kiasi kidogo sana kuhusu mambo ya kuku. Kuna mtu ambaye hawezi kuafford kununua kuku mzima wa shilingi 20,000, shilingi 15,000. Lakini anatamani apate nyama. Anatamani apate bidhaa ambayo at least basi watoto wake wale nyama. Sawa? Lakini hawezi kuafford. Hiyo ni opportunity. Sasa kwenye zao la nyama kuna za aina mbili. Unaweza ukaamua kwanza kuuza kwa kuchinja kuku, ukauza portion. Hiyo ya kwanza. Ya pili, unaweza ukaamua kwanza kuchinja kwa kuuza kuku mzima kabisa. Huyu mzima kabisa iko hivi. Leo kwa mfano mwanafunzi wangu anaitwa Nizaeli. Nizaeli kila siku kuu alishapataga jamaa mmoja, yeye ana mataasisi mengi. Huyo bwana anataka kuku kuanzia 10 mpaka 20 kila siku kuu. Anachotaka yeye ni kwamba apate kuku ambaye ameshaandaliwa. Yule kuku kama anauzaga shilingi 20,000, anamuuzaga 25,000. Hapo anasikiliza. Kuku ambaye ameandaliwa mimi ni 25,000. Anamwambia haina shida. Rafiki yangu, kuchinja tu na kutoa manyoya utashindwa. Anapata pesa za uhakika. Kila siku kuu anajua kuna kuku 10 mpaka 20. Awe anao, awe hana. Sasa utashindwa kupata kwa watu. Hata kama hauna. Nimeshakwambia pale mwanzo. Watu wanaolipa pesa nzuri wanataka uhakika, wanataka ubora, wanataka kurahisisha muda. Naomba nirudie. Watu wote wanaolipa pesa nzuri, cha kwanza wanataka uhakika. Hawataki waambie unajua leo sijui ili kwenda, sio kile kwenda. Nakumbuka kuna soko fulani tulipataga kipindi fulani. Sasa tukaitwa kwenye ile seminar, akasema hivi. Kosa ambalo linafanya umaskini unaendelea kuwa umaskini. Maskini anashindwa kudeliver product kwa mtu ambaye ni tajiri. Kwa nini? Iko hivi. Wewe umepata order ya watu ambao wanakulipa pesa nzuri. Si ndio? Kesho hujaji. Halo, vipi? Naweza kupata ile product? Unajua bwana, mimi sasa si nilikuwa mjamzito. Sasa ujauzito unahusiana vipi na biashara? Wala unajua nilisafiri sijui unajua sijui kilikuwa Watu wanaolipaga pesa nzuri wanataka cha kwanza uhakika. Wakishajua wewe ni mtu wa uhakika, watawatangazia na watu wengine ambao wako serious kwako. Cha pili, watu wanaolipa pesa nzuri wanataka kitu kinachoitwa ubora.
Wakishajua unafanya kitu ambacho uliwafanyia na unaendelea kumaintain ubora, wataendelea kukulipa pesa nzuri na watakutangaza kwa watu wengine. Cha tatu, watu wanaolipa pesa nzuri wanataka time, wanataka okoa muda. Kama una deliver on time, hivi ndio vitu vitapelekea uendelee kulipwa na kutangazwa. Sio wewe umepewa pesa leo, kesho uhakika hamna. Umepewa pesa leo, kesho hamna. Watakupoteza, wanasema huyo hamna kitu. Mimi na mteja mmoja anaitwa Mr. Wilbert Orotu, yuko Dar es Salaam. Sijui kama atakuwa ananisikiliza hapa. Ni mwanafunzi wangu kutoka 2000 toka Profitable Garden nimeanza. One of my best student ever. Anaitwa William Orotu. Yaani siku ya kwanza nimeanzisha Profitable Garden, mtu wa kwanza kuniunga mkono alikuwa Wilbert Orotu. Yuko Dar es Salaam. Juzi ameingia kwenye programu yetu ya Premium ya Kukuchumi. Yes, Kukuchumi. Nakumbuka mpaka leo, mpaka kesho. Kwa nini Orotu mpaka leo ni mwanafunzi wangu? Ilikuwa hivi, tumeongea biashara. Kumbuka ameniona mtandaoni kama siku mbili hivi, akasema mimi nataka hicho kitu pale garage, nataka nianzishe bustani ambayo wale vijana wangu wananunua sana nani hizi mboga. Sasa nimeona kitu unachofanya ni kizuri, alafu nataka pia watoto wangu wakitoka shule wao wana practice. Nikasema haina shida, akatuma pesa kichap, nikafanya delivery chap. Sasa ikatokea scenario moja, siku moja akasema huko Arusha si unaweza kaniagizia miche? Nikasema ndio, lakini sisi hatuzalishi miche. Kuna bwana mmoja anaweza kukusaidia na wafahamu, nimeona mtandaoni, nikamconnect nao. Sijai hata kuwasiliana nao. Bwana wakamwagizia miche hovyo. Akamwambia nikwambie teacher, sirudiagi mtu mara mbili. Hao watu wako leo niagizia hovyo kabisa. Nikasema Mungu wangu. Kabisa nikwambie kitu Mr. Orotu, usijali. Naomba nilishughulikie hili jambo mwenyewe. Mimi sizalishi miche, lakini nafahamu watu ambao huwa wananisaidia. Naomba nilishughulikie mwenyewe mpaka nikitu nimepata. Kitendo cha kufanya vile akapata, amekuwa mwanafunzi wangu ever mpaka leo, mpaka kesho. Juzi ameupgrade program ambayo ni mpya kabisa, ambayo tumeintroduce, haina hata miezi 4 miezi 5, Kukuchumi, ambayo tumeupgrade kwa wakati huu. Watu wanaweza kulipa pesa nzuri, wanataka, naomba nitaje vitu vitatu, kwa sababu wengi ndio mnaenda kutengeneza pesa hapo. Cha kwanza, uhakika. Cha pili, ubora. Cha tatu, muda. Simple. Hivyo vitu vyote unaweza kuvifanya kwa sababu wewe huna hela. Una muda, una akili na una nguvu. Tumia muda wako kujenga akili. Ukishajenga akili, unatumia mwili wako kurahisisha kila kitu. Unasoma matatizo ya watu, wanakupa pesa, unakuwa tajiri. Simple. Sasa sikiliza, kwenye zao la nyama unaweza kuwa unapaki nyama. Sikiliza kwanza nikwambie kitu. Kuna level 2 hapa. Level ya kwanza ni mtu anajitafuta. Anzia hata ile pale ya kufanyia, yani tafuta watu ambao wana namna hiyo, waambie sikiliza, mimi naweza na kuandalia nyama ambayo ni fresh kabisa na nyama yangu ni hii hapa. Si hauna mambo ya mafiza sijui nini, uweze kwenda sehemu ukawa unaweka biashara ikawa kubwa, si bado unajitafuta. Ukipata wateja kama hawa, kila ikifika sherehe una wateja kama hawa, ushakuwa tajiri. Haya mambo ya kutumia mapesa mengi baadaye yatakuja yenyewe baadaye, lakini tunaanza kwanza kutafuta vitu namna hiyo. Kitu kingine, ukiweza kufanya hii ya portion, angalau kuna familia fulani ambazo unaziambia kabisa kwamba niwaambie kitu, mnaweza mkapata kuku hata kama hamna pesa nyingi, lakini mkapata kuku ambao ni fresh. Makuku wa kisasa ndio wako mtaani wengi. Wale kuku naozungumzia kuku ambao kila mtu anatamani kuwapata, lakini hawezi kununua kwa shilingi 20,000 25,000. Ukiweza kuwafanyia hao watu, nataka nikwambie unapata hela. Sisemi tu kwa sababu nataka nikufurahishe, wanafunzi wangu wataeleza hela. Kingine sasa, leo kwa mfano, ukiangalia kwa mfano sisi Arusha tuna sehemu inaitwa kwa Morombo.
ni maarufu kwa kuchoma mbuzi. Sawa? Ni maarufu kwa kuchoma mbuzi. Ni wapi Tanzania ni maarufu kwa kuchoma kuku? Dodoma wanasema inaitwa Chakoni Chako, lakini sio special kwa kuku peke yake. Ngoja nikupe siri moja kwenye biashara. Ukiwa unataka kuwini kwenye biashara, tengeneza kitu kinaitwa brandi. Ili brandi ikue, inahitaji kitu kinaitwa positioning. Ni hivi, utauza vitu vingine vyote, lakini fanya biashara yako itangazwe na kitu fulani. Tengeneza umaarufu kwamba wewe unachoma kuku. Naomba nirudie. Tengeneza umaarufu kwamba wewe unachoma kuku. Hiyo ni big business. Kwamba watu waseme tukitaka kula kuku pale, twende pale tukale kuku. Big business. Kosa linalofanya, mnaanzisha vinaitwa vinini? Vinaitwa vinini? Sehemu ya kuchoma chips. Sijui. Sawa, kuku wako pale, lakini nachozungumzia mimi ni nini kinachobebwa na unachofanya. Kitakachotokea, unaenda kwa mtu maarufu, unaanzisha kuku. Kwani kina KFC leo wanafanya hizo biashara zote wanazofanya wameanzaje? Walitengeneza brand. Ile brand leo watu imewaingia kwenye akili. Hakuna kitu kinauza biashara kama brand. Brand haitengenezwi na kuuza kila kitu. Brand inatengenezwa na kitu kinaitwa positioning. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Twende biashara ya tatu. Ati sio mbaya nikifikia hata 5 sio mbaya. Hizi 20 mpaka ziishe sio leo. Twende biashara ya tatu. Biashara ya mayai. Zao la mayai. Hii ndio inaitwa biashara mama kwenye biashara zote za kuku. Hii ndio inaitwa biashara mama kwenye biashara zote za kuku. Zao la mayai. Mayai yako aina mbili. Kuna mayai ya chakula na kuna mayai ya uzalishaji. Kuna mayai ya chakula na kuna mayai ya uzalishaji. Napokuja mimi nikamheshimu kuku anaitwa chotara, ni kwenye hichi kipengele, kwa sababu hapa ndio anatufungulia biashara zote za kuku. Zote za kuku za kujiongeza zinaanzia hapa. Biashara ya mayai. Ngoja nikupe siri moja, yaani challenging question. Leo ukiangalia kati ya mjini na maeneo ya nje ya mji, wapi ambako kasi ya ufugaji inaenda kwa kasi, yaani kasi ya mradi wa kuku inaenda kwa kasi? Hata usiponijibu, tusicheleweshane muda hapo, kwa sababu hizi dakika zangu 30 nataka nikupatie kitu cha msingi. Ni ndani ya mji. Yaani sasa hivi hizi kampeni ambazo tunaenda nazo, watu ambao wana mwamko wa kuingia kwenye miradi ni watu walioko mjini. Sasa the bad news ni kwamba kuku wa kienyeji hawawezi kufugwa mjini, hawawezi kufugwa kwenye maeneo madogo. Haya, leo mtu anataka ingiza kuku 200, anataka ingiza kuku 500, anataka kuingiza kuku 1000. Anapataje hao kuku? Sasa angalia kitu kutokea kwenye mayai. Kwenye mayai ya chakula sio mbaya, lakini unatakiwa kujua sifa. Yana sifa 3: kiini cha njano, ladha na harufu. Labda nirudie. Kwenye mayai ya chakula kuna kiini cha njano, kuna ladha na kuna harufu. Hapa ndio bustani inapoingia.
kwamba kupitia mayai, tukitaka kupata mayai bora ya chakula ili tupate pesa nzuri. Kwa mfano nakumbuka niliwahi kupata soko moja la wakati mwanzoni 2016 benki, nilipata meneja mmoja anaitwa Janet Andrew wa CRDB kwa Morombo ilikuwa. Nilimpelekea mayai akayapenda. Yalikuwa na kiini cha njano. Nikanauza tray shilingi 16,000 17. Wakati mtaani mayai yanauza shilingi 8,000 mpaka 10,000. Kwa sababu yale mayai yalikuwa na kiini cha njano, akawatangazia wenzake kwenye benki pale. Kwa wiki nilikuwa nauza tray 10. Pale pale tu. Kwa sababu yana kiini cha njano. Sasa ukitaka kufanya mayai yawe na thamani, kwa mfano mayai ya kuku wa chotara, hakikisha yana kiini cha njano. Sifa ngapi? 3. Kiini cha njano, ladha na harufu. Maanake una focus kwenye soko la familia, unapata pesa. Angalia kilichotokea sasa. Babarao, biashara ambayo ndio pa biashara ya mayai ya uzalishaji. Kwa sababu muda wangu hautafika nikaeleza biashara zote, ngoja ni bado hizi biashara 3 kwa pamoja, lakini zote zinajitegemea. Biashara ya mayai ya uzalishaji inaendana na biashara ya vifaranga, inaendana na biashara ya mayai ya uzalishaji wa vifaranga. Hizi ni biashara 3 zote tofauti kabisa, haziingiliani. Kila moja ni biashara nguli katika biashara yake, lakini naomba niziweke zote 3 kwa pamoja ili niweze kukielezea hichi kitu, kwa sababu muda wangu wenyewe baki na kanani. Ni hivi: biashara ya mayai ya uzalishaji, ukiwini biashara, umemsaidia mtu wa kuuza vifaranga awini, umemsaidia mtu wa kuzalisha vifaranga mwenye mashine ya wini. Biashara ya mayai ya kuzalisha ni biashara ambayo mtu anaweza kukupatia pesa hajaona mzigo. Kwa nini? Mayai ya uzalishaji huwa hayadanganyi, yana sifa 12. Kwa mfano, banda lako lilivyosetiwa litasababisha mayai yawaje. Leshi ya majogoo na matetea itasababisha mayai yawaje. Ulishaji wa hao kuku kwa kuzingatia muda yatasababisha mayai yako yawaje. Tunaita nini kingine? Utunzaji wa mayai yale itasababisha mayai yawaje. Uokotaji wa mayai, hapo kwenye uokotaji kwa nizungumzie kidogo. Umeenda huko, umetembea huko mtaani, we ukaja ukashika ile mayai. Hapa mayai mmoja. Ujaokota ile mengine. Ndio kachukue nale. Ngoja kalete mayai kwenye banda afu na waelezea na chako kuelezea. Umezurula we huko. Ukaja ukaokota mayai. Kinachotokea nini? Umeharibu yale mayai, hayatafaa kuzalishwa. Umeziba matundu ya kupumulia. Ukiziba matundu ya kupumulia, yale mayai hayatafaa. Yale mayai hayatafanyaje? Hayatafaa. Dobolilo. Dobolilo. Wanafunzi wangu dobolilo. Aya. Umeona ile yai hapa? Kwanza nitafute kayai ambako. Yes, kweli hapa. Iko hivi. Hili yai ukiwa unaenda kulivuna, ukashika hivi, sisi mayai hatutaki kujia kuzalisha. Sisi tunakula tu. Sasa nakufundisha wewe. Hili yai ukaenda ukalishika, umeshika kokota. Hii mikono ina jasho, inaziba pores. Wale ambao mnatutisha vifaranga, unakuta kifaranga amefia kwenye mayai. Moja kati ya sababu ni kwamba alikosa hewa, kwa sababu ili yai la uzalishaji ni yai hai. Humu ndani kuna kuku, kuna kifaranga. Sasa handling la hii yai linahitaji umakini ili yai litoke kwenye mashine. Kwenye utunzaji, ukienda kuweka yai kwenye tray, hii sehemu iliyochongoka inabidi iangalie chini
hii sehemu butu iangalie juu. Sasa hapo umeenda kukotelea sufuria, au kama hapa jamaa ameniletea kwenye iko, ina maana kama nataka mayai ya uzalishaji sio hivi, kwa sababu ukipanga hivi ndani sehemu iliyochongeka itakaa chini. Hii sehemu butu, subiri alikwambia kitu kimoja, hii sehemu huku ndio sehemu ambayo kuku anapumua. Ndio maana hata kwenye mashine ya kutotolesha ina sehemu mbili. Ina sehemu inaitwa sehemu ya kuatamishia na sehemu ya kutotoleshea. Sehemu ya kuatamishia tray zake ni tofauti na sehemu ya kutotoleshea. Ile sehemu ya kuatamishia mayai yanakaa siku 18 yakiwa yameangalia kwa kuchongoka chini, kule butu juu, ili ile yai itaendelea kugeuzwa, lakini huyu mbegu ataendelea kupumua wakati anaendelea kukua. Then ikifika siku ya 18 yanahamishwa, yanawekwa kwenye hacha, kwenye sehemu ya kutotoleshea. Kule tray yake haina mashimo, kwa sababu tayari kifaranga anakuwa ameshakuwa tayari kwa ajili ya kutoka. Very simple. Sasa yana sifa 12. Hapo nimekuelezea tu chache ili ujue kwamba inahitaji seriousness. Sasa kwa nini haya mayai mtu mwenye mashine yuko tayari kukulipa pesa hata kama hajaona mzigo? Ni kwa sababu akikosa mayai bora hana biashara. Kwa hiyo manake yuko tayari kukupatia pesa, hajaona mzigo. Yuko tayari kukupatia pesa, hajaona mzigo. Watu wengi walionunua mashine za kutotolesha halafu hawakujua. Okay, nizungumzie kidogo na mashine ya kutotolesha, biashara yake ikoje? Biashara yake iko hivi. Kwa mashine ya kutotolesha, biashara yake iko hivi. Unaweza kufanya biashara zifuatazo. Unaweza kutotolesha, watu wakawa wanaleta mayai yao, wewe unatotoleshea. Sasa hivi kuna mashine za mayai 5,000, mayai 2,000, mayai 1,000, mayai 10,000. Wewe ukaniambia mtu mwenye mashine mayai 1,000 anataka kujitotoleshea mwenyewe na nyumbani. Wewe fuata tu taratibu, ujifunze, utaratibu ukoje, vitu vya kuzingatia vikoje, hiyo ni biashara. Asikwambie mtu kilikwenda kikarudi, hiyo ni business. Watu wanaleta mayai, unatotoleshea. Watu wanaleta mayai, unatotoleshea, unawachaji 500 kila yai. Hiyo biashara ya kwanza. Biashara ya pili, unaweza kuwa unatotolesha, unauza vifaranga. Huhitaji kuwa na kuku. Sasa unaweza kuwa na network ya watu ambao wanafanya vizuri. Sasa hiyo ni issue nyingine. Haya. Biashara ya tatu, wewe mwenyewe unaweza kuwa na mashine, unazalisha vifaranga mwenyewe. Kwa mfano una kuku wako, unaingiza mayai, badala ya kuuza yai tray shilingi 12,000 au kauza tray shilingi 15,000, unaingiza kwenye mashine, unauza kifaranga 1,800 mpaka 2,000. Unaweza kama kusema sitaki kuuza cha 1,800 mpaka 2,000, nataka kuuza cha 5,000, kimeweza chanjo zote. Unaweza nikwambia hiyo nielewe jamani. Sasa biashara ambayo ni biashara kubwa ni biashara ya mashine. Hii biashara ni biashara ambayo inaweza kukupa utajiri, isipokuwa kitendo cha watu kukurupuka. Watu leo wanatotolesha mayai ya buibui, wamefunga mashine. Kwa nini wamefunga mashine? Hutawini kwenye biashara ya mashine mpaka uwe na vitu hivi. Cha kwanza, uwe na mayai bora, aidha yanatoka kwako au yanatoka kwa watu wengine ambao unawaamini. Ndio utakuja kugundua kwamba hii biashara inahitaji familia, haihitaji upambane jeshi la mtu mmoja, utakaa utoboe. Hiyo cha kwanza. Cha pili, unahitaji mhudumu anayejielewa. Cha tatu, unahitaji mashine bora. Naomba niongeze cha nne. Cha nne, unahitaji maarifa na uaminifu. Cha nne naomba nikazie, unahitaji maarifa na uaminifu. Kivipi? Ni hivi. Naomba niwape mfano wa mwanafunzi wangu mmoja ambaye alitengeneza zaidi ya milioni 23 ndani ya miezi 13. Alianza hivi kama ninavyo hapa nyinyi story. Haya. Kaingiza mashine Arusha. Alipoingiza mashine, principle kwanza ambayo nilimfundisha, nikamwambia sikiliza, nikwambie kitu. Siku zote kwenye biashara usifanye kama watu wengine wanaofanya. Wewe jitofautishe. Unajitofautishaje? Mteja akija, cha kwanza kabisa kagua mayai yake. Nimeshakwambia na sifa 12. Sifa zile zimegawanyika. Kuna sifa tunaona kwenye mayai na kuna sifa baada ya mashine, baada ya mayai kuingia kwenye mashine. Siku ya kwanza mteja akifika, kagua mayai yake.
mrudishie mayai ambayo hayafai. Akaanza kufanya, then yale mayai yakishaingia kwenye mashine, ikifika siku ya 10, of course inakuwa siku ya 7 mpaka ya 10, lakini siku ya 10 ndio nzuri zaidi. Kagua mayai, mrudishie mayai yasiyo na mbegu, lakini pia usimchaji pesa nyingi kama unavyochajua mtaani. Kama yai linachajua shilingi 500, maana linachajua 500 mpaka litoke. Sio linachajua 500 muda wote. Wewe mwambie hivi, mimi nitakuchaji shilingi 300. Lakini ikifika siku yale yatakao kwa mpaka siku ya 10. Kwa sababu tukikagua yale ambayo hayafai mpaka siku ya 10, tutakuchaji shilingi 300. Sawa? Lakini tutakurudishia kwa sababu hayatafaa. Kukupunguzia nini? Mzigo. Haya. Akaa anafanya hicho kitu. Ilichokuja kutokea mwezi wa kwanza hafanyi biashara. Kwa sababu mtu analeta tray 10, nusu hayafai, karudishiwa. Ni faida kwa mteja kwa sababu ataenda kuyauza au ataenda kuyatumia kabla hajaharibika kiingizwa kwenye mashine. Lakini yule mwenye mashine hajafanya biashara, lakini amejenga trust. Haya, huyu mteja alileta tray 10. Ina maana kwenye 1500 kwenye kila tray angepata 1,500,000. Sasa amerudisha nusu ya tray, nusu ya mayai yote tray 10. Ina maana amepata 75,000. Bado ikifika siku ya 10 ya kipimwa, atarudisha tena pesa zile 200. Mteja atapata faida, lakini yule mwenye mashine hatapata faida ya pesa. Baada ya muda nikamwambia, mwalimu, mbona sipati pesa? Narudisha mayai ya watu. Nikamwambia usijali, ndio biashara. Ilipofika mwezi wa 3, akapata mteja mmoja ambaye ni mwanajeshi. Alikuwa na oda ya kuzalisha vifaranga jeshini, vifaranga 2,000. Huyu bwana akawa anapeleka mayai kwa watu wengine. Kwanza kabla nisije kwa huyo, wakawa wanakuja wateja ambao hajawatangaza sijui kwenye TV, kwenye radio, wapi, wanaambizana. Sasa wakija, siku zote kwenye biashara fanya kitu kimoja. Kila mteja anayekuja elewa ametoka wapi. Usipokee tu wateja bila kujua, ili ujue njia gani inafanya vizuri kwenye biashara yako. Nikawa namwambia kila mteja anayekuja hakikisha unajua ametoka wapi. Wateja kama wanakuja, sasa kiwauliza ametoka wapi, sasa tumeambiwa na fulani, tumeambiwa na fulani. Kwa nini? Tumeambiwa nyinyi mnafanya hivi. Lakini pia wakawa wanatuambia watu wa mtaani walikokuwa wanatutolesha vitu wanavyofanywa. Mtu anapeleka tray 10, baada ya siku 21 anapewa vifaranga labda 60. Sasa nimekuletea tray 10 mayai 300. Umenipatia vifaranga 60. Vingine viko wapi? Anakuambia vijatoka. Walikuwa wanaumia. Sasa kitendo cha kusikia kwamba yule mwanafunzi wangu anafanyaje? Anawachaji mayai ambayo yameingia kwenye mashine. Yale ambayo hayatakuwa na mbegu atawachaji kidogo, lakini pia anarudisha mayai, wateja wanakuja. Sasa miongoni mwa waliokuja ni pamoja na yule mwanajeshi. Sasa yule mwanajeshi alikuwa na hiyo oda ya faranga 2,000. Akampeleka mayai kwa anapeleka, kwa ameshapeleka oda 2. Sasa oda ya pili alipopeleka mayai akafanyaje? Ile mashine ikawa imejaa. Akaleta mayai tray 4 kwenye hiyo mashine. Alipoleta step kama kawaida, alipofika akakaguliwa mayai, akarudisha mayai tray 1. Akamwambia bwana, tray 1 haifai. Nini? Haifai? Kivipi? Hayo tumepima, tumeona hayafai. Kwa hiyo hayo unaweza kwenda kula au kwenda kuuza ili usipate hasara. Jamaa kaondoka bila kuaga. Akaambiwa hivi, ikifika siku ya 10, kumbuka tutakupigia simu uje tupime pamoja, tukuoneshe mayai ambayo hayafaa. Nini? Kaambia ndio. Akasema poa. Kilichotokea, jamaa akaja akapimiwa tena tray nyingine tena ikatoa. Ina maana kwenye zile tray 4, tray 2 hazikufaa, tray 2 ndio zikabaki. Akaambiwa sasa kwenye haya mayai ambayo ni tray 1 ambayo utalipa 500, utalipa 300. Baada ya muda jamaa kapiga simu, ninaweza kuwaletea, nataka order ya faranga 2,000. Naweza nikawaletea? Maskini ya Mungu, yule mwanafunzi wangu alikuwa na mashine ya mayai 1597. Kwa hiyo haikufaa kwa sababu mashine ilikuwa ndogo kuliko mzigo. Bahati nzuri sasa mume wake wa yule mama akamletea mashine nyingine tena. Mume wake akamletea yule mama mashine nyingine.
Mwezi uliofuata ile oda ikaja, jamaa katoa mzigo, miezi 13 mashine iko busy, mayai 2117, mayai 1997, alitengeneza zaidi ya milioni 23 kwenye biashara ya kutotolesha. Mpaka leo anafanya hiyo biashara. Mungu akupe nini? Gunia la chawa? Sijaelezea biashara zote, muda umeisha, nimeongeza dakika 6. Wanafunzi wangu wanasema, sasa mwalimu, sasa imekuwaje? 10 days zimeisha. Jamani, hata mshukuru. Nimekuwa kumbe wagumu kiasi hicho. Sasa mimi nakosa gani? Kwani mimi ndio muda? Jamani, si mtu mmoja anapanga shukrani tu, kwani mimi ndio muda? Mimi sio muda. Nimeongeza dakika 30 hizo hapo. Nimeongeza dakika 6 hizo hapo. Na nyinyi nani? Basi poa, kama mshukuru mimi naondoka. Hata nilichokuwa nataka kuambia siwaambii tena kwa sababu naona kama nimegoma. Basi. Haya. Mimi naondoka zangu. Bye bye. Mimi naondoka zangu. Okay, nina zawadi hapa nataka niwapatie. Okay, huyu anauliza live iweko YouTube mwalimu. Ya ziko YouTube, wala usijali. Hii ni siku ya 10 rafiki yangu, kama ulikuja tufuatilia. Ziko YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ. Sasa nataka nijue mnataka zawadi? Semeni zawadi. Semeni zawadi, semeni zawadi. Ngoja niandike hapa na namba yangu kabisa. Je, nikitaja zawadi? Ubarikiwe sana, ni watu wachache wako tayari kutoa taarifa bure. Okay, sawa, haina shida. Nashukuru sana. Sasa ngoja niwaambie niandike namba hapo, alafu naandika zawadi, alafu niwasomee zawadi. Namba itunze hapo. Andikeni zawadi. Hii zawadi kama niitoe kama niache manake. Aya. Nikipata watu 10 ndio nawekea na zawadi. Namba 0766387914. Nawekea namba ambayo sijawahi kuwatajia kwa sababu ndio namba ambayo ngoja. Ahazi Nges 387914 Ahazi Nges. Haya, wengine wameshaenda kulala. Haya, wacha kalale. 66387914. Okay, sasa rafiki zangu, hongereni sana kwa kufuatilia na naamini kabisa Mungu ni mwema. Kikubwa chukua hatua. Siku zote tofauti kati ya mtu mwenye mafanikio na asiye na mafanikio sio kusikiliza story nzuri. Tofauti yake ni kuchukua nini? Hatua. Najua watu wengi mnatamani niendelee na nimeongea masaa mengi kuliko nilikuwa nimepanga. Na of course niwaambie tu ukweli kwamba niliwahi kwenda by story, mtaelewa. Niliwahi kwenda kwenye wakati na register baadhi ya vitu vyangu kwa ajili ya mambo haya yanayofanya kwenye moja kati ya taasisi, nikasema mimi nataka kuanzisha movement ya kuku, lakini nataka iwe katika mfumo wa namna hii. Wakasema haitawezekana kwa sababu itawezekanaje kati information waliokuwa nayo wao ilikuwa ni ya kitabu ambacho kina peji 40. Nikamwambia hapana. Mimi nimeandika vitabu 10 vya mradi wa kuku na kila kitabu kimoja kinachukua peji zaidi ya 50. Akasema what? Nikamwambia yes. So nafurahi kufanya ninachofanya. Sijakurupuka, lakini pia ni kitu ambacho ninaamini nikipata watu wenye passion yake tukaungana tunakwenda kuisaidia Tanzania na Afrika kwa ujumla. Okay, tumekuwa tukishare na wewe kuhusiana na program zetu na hongereni wote ambao mmechukua hatua. Na leo nimefikiria kitu kimoja. Nikafikiria kuwatengenezea, kwa sababu nikiwaacha hivi manake sio mbaya, kila mtu atapambana na hali yake, lakini at least yani nikawaza kitu. At least
nipate watu wengine ambao kwa sehemu, sio mnakuwa mmeingia kwenye ile program lakini angalau uwe umeenda mbele kidogo kwa hapa ambapo tumeenda, kwa sababu mwisho wa siku kama hautakuwa na mwongozo wa haya ambayo nimekueleza, bado kuna mahali fulani ambako utakuwa hujafika. Kwa nikawa nimewaza tu kwa haraka, nasema hebu wewe nifanye kitu kimoja ambacho ndio hicho nataka kushare na nyinyi sasa hivi. Sasa nisikize kwa makini, chukua hatua kama itakufaa. Of course, hii itakuwa night ya to remember. Itakuwa ni usiku wa kukumbuka. Sijui utakuwa unafuatilia ukiwa wapi, lakini naamini kabisa. Nikawatengenezea kitu kinaitwa Gateway to New Season Offer. Gateway to New Season Offer. Kumbuka tunaelekea majira mapya. Kwa sasa katika kuelekea majira mapya, nikawaza nikasema licha ya zile program ambazo zipo, kwa wale ambao mmeingia kwenye hizo program ongeeni sana, na wale ambao mna mpango wa kuingia bado mnatakiwa muingie. Naomba nirudie, mnatakiwa muingie. Lakini hichi ninachotaka kushare hapa ni kama angalau upate mwanga wa wapi ambako unaweza kufanya kitu. Ndio nikaita Gateway to New Season Offer. Sasa kwa kawaida, okay, mmefurahi na nashukuru sana kwa shout zenu, lakini to be honest, kwa sasa hivi nilitoa siku 10 za of course free kabisa. Free kabisa, na nimefundisha, niseme ukweli, kutoka kwenye moyo wangu. Yaani sitakuwa muongo nikasema no. Nimefundisha kabisa kutoka kwenye moyo wangu kwa hizo siku 10. Mtu aliyefuatilia na amefuatilia, naamini kabisa ameona kuna kitu kitasaidia. Kwa kawaida consultation ni lisali moja, mimi nachaji 300. Yaani hiyo sisemi tu kwa sababu ndio hivyo tena tunasikilizana, hapana. Nachaji lisali moja 300. Na kuna program kabla tulikuwa tumeitengeneza, tulikuwa na chaji 120 ambayo ilikuwa unapata angalau msingi wa mambo ya mbegu bora inakuaje, uelewe kuhusu mambo ya mbegu bora, eneo la kufugia, udhibiti wa magonjwa, angalau mambo ya lishe na chakula, mambo ya masoko, ambayo tulikuwa na chaji 120. Information yake ilikuwa hivyo. Sasa lakini tulikuwa tutoi huu mwongozo ambao nimewafundisha. Huu mwongozo ambao nimewafundisha nimeuandika kwenye kitabu kinaitwa Utajiri Uliofichwa Sasa Umefichuliwa. Huu mwongozo na utoa tu kwa wanafunzi ambao wapo kwenye program ya kulipia ambao ni premium, pamoja na sisi kubakia nao kwa sababu tunaamini ndio engine yetu ya kukuchumi kwa future. Yaani foundation ya kila kitu ambacho tunafanya, academy ambayo tunaiandaa, chuo kikuu ambacho tunakiandaa, tunatumia hiyo mwongozo kwa sababu ni kitu ambacho ni tofauti kabisa na inaweza kusema hiyo ndio password yetu kwa lugha nyepesi. Acha nisiongee sana. Kwa hiyo tulikuwa tutoi hata kwenye hiyo program ya 120 ambayo tulikuwa tunacharge. Sasa mara ya mwisho nilitoa 8 ya juice. Na nilitoa kwa watu 10 tu. Huo mwongozo hiki ambacho nimewafundisha. Kumbuka nimewaambia ziko opportunity 20. Sio kwamba ni hizo chache nimewafundisha. Ambao wale watu 10 kila mmoja alipia shilingi 59. Kupata hiyo mwongozo hii ambacho nimewaambia. Sasa hii ni special offer kwenu. Itakuwa ni makundi mawili. Kwa watu 10 peke yake. Kwa watu 10 peke yake. Ofa hii itaanza sasa hivi usiku huu. Sasa hivi ni saa 3. Na itaisha kesho saa 6 kamili mchana. Sasa hautalipia 300 ya consultation. Hautalipia 120 kama ilivyokuwa. Watu 10 tu unalipia shilingi 59 peke yake. Utapata nini? Nitakupatia ebooks ambazo ya kwanza inaitwa Je, unaanzaje mradi wa kuku, ambayo itakusaidia kujua mambo ya banda. Nitakupatia kitu kinaitwa Unawezaje kuzalisha kuku kibiashara, ambacho kitakusaidia at least kujua mambo ya magonjwa. Na cha tatu nitakupatia ebook ambayo inaitwa Okoa Gharama za Chakula na Ushinde Sokoni. Lakini nitakuongezea na ebook inaitwa Utajiri Uliofichwa, ambao ndio hiki ambacho kwa sehemu nimefundisha. Ndio nimekosea? Kweli? Anyway, ukiamua kutoa toa. Sasa basi, ofa hii inaanza sasa hivi mpaka kesho saa 6 kamili mchana.
unalipia shilingi 59,000 peke yake. Namba ya malipo chukua hiyo hapo kwenye screen, 0766387914. Jina ni Ahazi. Sasa kwa watu watatu, nikisema nitasema kila mtu nitakuwa muongo, kwa sababu consultation inachukua muda, lakini pia nimededicate tu kwa ajili ya siku ya kesho kuongea na hao watu watatu. Kwa watu watatu tu wanaweza kulipia leo kabla ya saa 6, hiyo shilingi 59,000. Kesho nitawafanyia consultation. Consultation yenyewe itakuwa hivi, tutapanga jinsi ya kuingia 2026 kimkakati. Naomba nirudie, sio kwamba ndio program ambazo zile ambazo tunacharge, hapana, ila at least nikaa nawaza kwamba ni kutengenezea kitu ambacho kitakupa gateway ya kuingia huko hapo, na kitu ambacho ni muhimu zaidi ni hiyo consultation, kwa sababu hii consultation ndio ambayo nitakusikiliza na nitakushauri kitu gani ambacho tu focus nacho kwa mwaka 2026. Kwa lugha nyepesi ni kwamba at least utakuwa karibu sasa kwenye familia ambao mimi na Ihendo kwa karibu. Naamini mmenielewa. Sasa unafanya nini sasa? Chagua. Kama utawahi kabla ya saa 6 usiku huu, utaingia kwenye consultation, na yenyewe ni watu watatu. Kwa maana yake jitahidi uweze kuenda kwa kama watu watatu wakifika, nitakwambia, nitakuwa mkweli, nitakwambia bwana, watu watatu wamejaa. Kwa hiyo beta ukaanza sasa hivi uweza kulipia. Lipia kwenye hiyo namba ya M-Pesa hapo ni 0766387914. Jina ni Ahazi Ngesi. Then baada ya hapo tutakwambia kama unaweza qualify kuingia kwenye consultation, it's okay. Kama utakuwa hujaweza qualify, sio bahati yako, basi Mungu mwema, utapata offer ya kila kitu ambacho nimekutajia kama utaweza kulipia muda wote mpaka kesho saa 6 kamili mchana. Ndugu zangu, mimi nafikiri niwatakie wakati mzuri. Hongereni sana kwa mapambano. Masomo yetu yote ambayo tumeyafundisha kwa siku 10 yapo kwenye YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ. Otherwise, uko interested kupata utaratibu wa programu zetu zote ambazo tunafanya, basi bado una nafasi ya kuweza kuzipata. Lakini kwa sasa hiyo ndio zawadi yangu, na mimi kwa wale ambao mtaamua kuichukulia serious, jambo la msingi jamani, mimi ningetamani tuendelee, lakini naombeni niwaache. Wale wanafunzi wangu ambao mmeingia kwenye program, ongeleni sana. Kikubwa tuendelee kupambana, na wale ambao sasa angalau mnaweza kukaribia, tumieni opportunity hiyo ambayo nimewapatia, na inaweza kuwasaidia sana. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.